Okay guys, jina langu ni Victonix. Nitakuwa na nyinyi pamoja katika series ya Electronics Basics ambapo nitaenda kufundisha Basics of Electronics kwa Kiswahili, kwa lugha ya Kiswahili. Hii series itamhitaji mwanafunzi wa aina gani? Basi hii series tunamhitaji mwanafunzi yoyote ambaye hata kama atakuwa hajawahi kabisa kusoma masomo ya sayansi. Tunaenda kujifunza ufundi wa electronics, concept na theory behind electronics kwa lugha ya Kiswahili, tukianzia from very basic. Inamaanisha kwamba kutokea kwa mtu ambaye hana chochote anachokijua mpaka kuja kuielewa vizuri electronics. Itakuwa ni series ya video kadhaa. Okay. Sasa cha kwanza kabisa inabidi tujue nini maana hili neno electronics. Electronics, hili neno electronics hii ni sayansi ya kucontrol electrical energy. Sasa kabla hujaielewa electronics vizuri, lazima uanze kuielewa hii electrical and electrical energy kwa jumla. Ukitambua hichi ni nini, ndipo ambapo tunaweza dive in kuielewa electronics ni nini na inafanyaje kazi, kwa sababu kama tulivyoongea kwamba electronics is there kwa ajili ya kucontrol electrical energy. Okay, sasa electrical energy ni nini? Electrical energy imezaliwa kutokana na maada. Maada ni kitu chochote ambacho unaweza kukiona kwenye mazingira yako. Sasa hii maada wanasayansi walikaa wakachunguza, wakagundua imeundwa na vitu vitatu. Hii maada imeundwa na electron, proton, na kitu kimoja kinaitwa neutron. Hizi ni kama particles au ni kama chembe ndogo ambazo zimeunda maada. Ambazo hizi chembe ndogo ambazo zimeunda maada zina charges. Sasa hii charge ndo inayosababisha hii electrical kutokea. Electron zina charge ya negative charge ambazo tunazisymbolize kwa alama hii hapa ya E rafiki negative juu, tukimaanisha kwamba this is electron. Lakini proton ni particle au ni chembe iliyopo kwenye maada ambayo imeundwa na charge za positive charge. Charge za positive na charge za negative ndio kikawaida zimeiunda maada. Lakini neutron ni particle ambazo zipo kwenye maada lakini zenyewe zinakuwa hazina charge yoyote. Kwa kumbe charge zimeundwa na electron na proton, ambapo kwa concept au kwa scope ya tunachoenda kukisoma hatutaki kwenda kudiscuss sana kwamba hizi maada ni nini au zinafanya kazi gani. Yaani tuende kusoma chemistry, lakini tunaenda kuisoma electronics. Kwa hiyo tutaweza tukajisaulisha baadaye kwamba maada nini, sisi tutatembea tuna hizi charge. Lakini kitu cha msingi cha kuendelea kukitambua ni kwamba hizi maada hizi ambazo zimeundwa na electron na protons ziko katika muundo fulani hivi, kwamba kuna kitu cha katikati hapa tunakiita nuclear, alafu kuna vitu vinaizunguka au kuna njia zinazunguka hii nuclear. Sasa kwenye hii nuclear ndo kuna chembe hizi za proton na neutron. Yaani hizi proton na neutron hizi kikawaida zipo kwenye hii nuclear. Halafu kuna proton, halafu kuna neutron pia. Sasa hizi proton na neutron ndo ziko katikati hapa kwenye nuclear, tunaita hii pamoja yote hii tunaita nuclear. Halafu hizi elektroni zinazunguka hii nuclear. Kama vile ule mfumo wa dunia, jinsi mfumo wa sayari zinavyozunguka jua, na hizi elektroni
inasadikika zinazunguka hivyo. Lakini twende kudiscuss sana nini kinaendelea baada ya huo mzunguko, lakini tunachotakiwa sisi kujua tu kumbe maada yoyote ikiwa na idadi sawa ya chaji za positive zikalingana idadi sawa na chaji za negative, hii maada tutasema imebalance chaji. Sasa tukisema imebalance maana haina chaji ya positive wala haina chaji ya negative, kwa sababu ukichukua positive na negative zikiwa ziko sawa tunaashumu kwamba hakuna kilichokuwepo. Yaani positive na negative zina neutralize kwamba zinapokuwa ziko na idadi sawa neutron na electron zinakuwa ziko neutral. Sasa kitu kizuri ambacho ukikiona katika huu mchoro hapa ni kwamba hizi proton na neutron ambazo zipo kwenye nuclear zimesimama sehemu moja, wakati hizi electron zinaweza zikamove. Kwa kitendo cha electron kuweza kumove, basi kwa sababu zina charge ya positive ya negative, zikifanya movement inamaanisha charge inaweza kumove kutoka upande sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, na hivyo ndivyo ambavyo umeme unatembea. Kwa umeme ni matokeo ya kutembea kwa elektroni kwenye maada ni kitu chochote kama nilivyosema. Inaweza ikawa mbao, inaweza ikawa chuma, inaweza ikawa plastic. Lakini baadaye mtaweza kuniuliza kwamba kwa nini sasa plastiki yenyewe kama plastiki haiwezi kupitisha umeme wakati kama maada zote zina electrons, zina neutrons, zina proton, then kama kuna hizi charges kwa nini haziwezi kupitisha umeme? Then tutakuja kuliongelea hilo baadaye in details kwamba kwa nini maada nyingine hazipitishi umeme, lakini tunaona kwamba maada za chuma zenye asili ya chuma zina uwezo mzuri wa kupitisha umeme. Hiyo tutakuja kuliongelea kwa kina then baadaye kidogo. Kama tulipokwisha kudiscuss, kumbe electrons zikimove ndo umeme unatembea. Sasa kitu kingine ambacho tunatakiwa tukijue, kuna kitu kuna principle kama ni sheria au kanuni za jinsi ambavyo maada mbalimbali zina behave, tabia za maada. Ni kwamba inasadikika kwamba hizi negative charged particle zina tabia, zikikutana na positive charged particle zina tabia ya kuvutana. Yaani kukiwa kuna negative charge na positive charge zimewekwa pamoja, basi hizi zina tabia ya kuvutana. Lakini negative charge ikikutana na negative mwingine, sawa, wana tabia ya kukataana, wanasukumana, yani hawataki kuungana kabisa. Alafu positive charge ikikutana na positive charge pia zina tabia ya kukataana, yani zinasukumana, hazitaki kuungana. Ndio maana tunasema kwamba hii sheria inakwambia kwamba like charge repel and unlike while unlike attract. Like charge repel while unlike charges attract. Hiki kitu tunabidi tukikumbuke, tukiweke kwenye memory kwamba like charge waga zina repel wakati unlike zina attract. Kwa Kiswahili tunasema kwamba charge zinazofanana zina tabia ya kukataana, ya kukimbiana, lakini charge ambazo hazifanani zina tabia ya kuvutana. Kama vile ambavyo labda tuseme mfano mzuri, tukichukua sumaku kama sumaku ina polarities, ina sehemu moja inaitwa north na sehemu nyingine inaitwa south. Sasa tukichukua sumaku mbili tukajaribu kufanya experiment north na north, tukiziweka pamoja tukawa tunazisukuma zifatane, kwa sababu zimefanana waga zina tabia ya kukataana. Kama ushawahi observe hichi kitu umekufanya, utaona kwamba kuna upande wa sumaku ukijaribu kuzifatanisha hizi
zinakatana. Lakini kuna pande za sumaku ukiziweka zenyewe zile pande zinakuwa zinavutana, yani sumaku inataka zigandane. Sasa hiyo inatokea kutokana na hii sheria kwamba ikitokea hii sumaku north na north au south na south ndio unazisogeza, kwa vile zinafanana zina tabia kukatana. Lakini ikitokea unasogeza south na north, chaji ambazo hazifanani, basi ndio zinavutana. Okay, even kwenye maisha yetu ya kila siku, girls mara nyingi wanakuwa attracted sana na boys. Yep, boys. And vice versa, boys na boys is not attractive that much. Lakini tukiwa na girls pia sio wawezi kuwa na attraction kubwa kama ilikuwepo kwa boys na girls. Kwa hiyo kitu tunachobidi tukielewe, baadaye kinaweza kikaja kutusaidia kuelewa kwamba ni kwa namna gani basi charge au electrons zinaweza kufanya movement kwenye maada. Sasa kama nilivyokwisha kukwambia kwamba kumbe maada imeundwa na hivi vitu viwili au mpaka vitatu na neutron. Neutron hatuongei sana kwa sababu yenyewe ina charge, na sisi tuko kwa ajili ya kuziongelea hizi charge mbili. Tunaongelea electron na protons ambazo ni positive charge na negative charge. Kitu kingine ambacho tunatakiwa tukikumbuke na kukielewa kwamba positive charge zipo kwenye nuclear, wakati negative charge zipo kwenye shell, kwenye ile mizunguko, ambapo muda wote negative charge zinaweza zikafanya movement, wakati positive charge zenyewe zinakuwa zimetulia. Sasa twende kwenye the ways ambapo umeme unafanya movement. Umeme jinsi ambavyo unafanya movement au unapokuwa unatembea ni kwamba tunakuwa tuna kitu kama battery. Let's say battery, hii ndio battery, alafu kwenye hii battery kikawaida lina charges, ambapo upande wa juu ni positive, upande wa chini ni negative. Alafu then katika hii battery maybe tumefunga waya, ambao waya let's say umeenda kwenye bulb au group fulani hivi. Umeenda kwenye bulb, let's say hapa kuna bulb yangu nzuri kabisa hapa. Okay, let's say this is my bulb. Okay, sasa hii nyaya yangu hii imekuja imefungwa kwenye bulb hapa. Sasa nini kinatokea hapa mpaka hii bulb inaweza kuwaka? Ili bulb iweze kuwaka, basi kumbe kwenye hii battery, kwenye hii battery kuna positive charge na negative charge, si ndivyo? Then kwenye hizi maada tukianzia waya na kila kitu ambacho unakiona hapa, kuna electrons ambapo tunaandikia kwamba positive charge zitazivuta electrons, wakati negative charge zitazisukuma electrons. Kwa hiyo kumbe hapa kuna electron ambapo hizi electrons zilizokuwepo hapa zinasukumwa kuelekea katika hii direction na hii negative charge, wakati upande wa juu kuna electron pia. Kila sehemu kuna electron na neutron pia zipo, full kwamba neutron zipo au proton zipo, charge zote positive na negative zote zipo, lakini tunaziangalia electron kwa sababu ndio tumesema zenyewe zinafanya movement, zinatembea, wakati zile charges nyingine zimetulia hazifanyi movement. Sasa hizi zinaweza move, take that kwamba inaweza move. Baadaye tutaelezana in details, zina move vipi, lakini sasa hivi assume kwamba hizi zinaweza move. Sasa uwepo wa hii charge unatengeneza kitu ambacho utofauti wa charges kati ya positive na negative
ambavyo unasababisha chaji huko ambayo ilikuwa iko na usawa, haina utofauti wowote, ifili huu tofauti, na kutokana na hii sheria ya kwamba chaji huaga zina attract au kurepel, na tabia ya kukutana au kukataana kutegemeana ni zinafanana au hazifanani. Kutokana na hiyo sheria basi electrons zilizokuwepo hapa, kwa sababu ziko free ku move, zitakuwa zinasukumwa na electron mwenzake, wakati hizo electrons zikija kufika upande wa pili huko zitavutwa na huyo. Kwa hiyo process ya movement or circulations ya electron itaendelea kutokea. Sasa hii hapa, hii ndio tunaita electrical. Hii process ndio inaitwa electrical. Sasa electrical sasa sisi tunaenda kusoma kitu kinaitwa electronics. It's not electrical, by the way. Tunaenda kusoma kitu kinaitwa electronics. What the difference between electronics ambacho tunaenda kukidiscuss na hii electrical? Electrical inatumia hii tabia ya electrons au tabia ya charges ku attract au ku repel kulingana na aina ya charges ambazo zimekutana, ili kufanya movement na cause transferring of energy from one place to another. Kwa energy itafika kwenye bulb hapa, just kwa njia hiyo tu kirahisi kama hivyo. Lakini sasa kuna muda tunahitaji kufanya control, yani it's not kwa sababu tu eti zinavutwa basi ziende tu bila sababu za msingi. Hapo ndipo sasa electronics anakama into place. Okay, hii kama ikiwa inavutwa muda fulani labda nisimame au nivute ndani ya muda fulani, then muda fulani ni zime. Ndio maana leo sasa utakutana labda ukiachana na taa zinawaka moja kwa moja, utakutana na zile taa zinamulika zinamwekua. Kuna zile taa za club zile zinamwaka waka zinamulika vizuri, unazikutana nazo kutokana na nini? Kutokana na electronics imeingia kwa kumcontrol electrical ya move, akiwa ana sababu ya kufanya movement. Clear? Sasa itakuwa tutaweza kueleza vizuri electronics kama hatujaelewa concept zifuatazo. Katika umeme hii electrical ndo umeme. Katika umeme kuna terminologies 3 za muhimu zinatakiwa, let's say 4 za muhimu ambazo tunatakiwa tuzielewe ili kuelewa umeme vizuri unavyofanya kazi, lakini pia kuelewa electronics inavyofanya kazi. Ili kuelewa umeme unavyofanya kazi, lakini pia kuelewa electronics inavyofanya kazi. Cha kwanza inabidi uelewe kitu kinaitwa voltage. Voltage ndio umeme wenyewe. Hii voltage kwa jina jingine tunaitaga potential difference. Alafu cha pili tunatakiwa uelewe kitu kinaitwa current. Okay, cha tatu tunatakiwa uelewe kitu kinaitwa resistance. And finally, in addition, maybe uelewe power. Power is just a nguvu. Ni nguvu maana ya power. Lakini tunataka tuangalie nguvu ya hizi effect 3. Hii itakuwa kama addition. Basically vitu ni vitatu hivi ndio basic ambavyo tunataka tudiscuss. Na kuelewa vizuri potential difference au voltage, au kwa majina mengine wanaweza kuita EMF. Maana yake ni electromotive force. Sasa tuanze na kimoja baada ya kingine. Let's start with this one, voltage. Tuanze na voltage au tunaita potential difference. Hii ni nini? Hii voltage ni hali ya utofauti wa
chaji kutoka eneo moja na jingine. Yani tuseme hapa kuna point A and this is point B. Sasa point A ina chaji kiasi gani ukilinganisha na point B, chaji ziko kiasi gani? Sasa ile hali ya utofauti wa charges ndio tunaitaka voltage. Kwa jina jingine tunaitaka potential difference. Hili jina changanua vizuri maana ya voltage, kwamba ni hali ya utofauti wa potential, na potential maana yake ni hali ya positive au negative wa eneo fulani. Sasa tukisema voltage au potential difference, maana yake kati ya eneo A na eneo B, utofauti wa charges, utofauti wa positive au negative ukoje? Let's say point A ina positive charges 2 and point B ina positive charge 1. Kwa hivyo potential difference itakuwa 2 positive 2 minus maana yake ndio utofauti, positive 1 maana yake hapa itakuwa ni positive 1 as the difference of potential. Lakini ikitokea point A ina hali ya positive 2 na negative 1 and then point B ina hali ya positive 1 na negative 2, let's say hizi charge ambazo ziko kwenye point A na point B. Kwanza hapo ukiangalia tu positive 2 na negative 1, hii kwa pamoja hii yote inakuwa sana kusema tu positive 1 mathematically. Ni hesabu za kawaida tu za kujumlisha na kutoa ambazo hata shule ya msingi wanafanya. Hii inakuwa ni sana kusema tu kuna positive 1, kwa sababu ndio maana tukasema huyu na huyu wanapokuwa pamoja wana neutralize. Tuliongea pale mwanzo kidogo. Kwa kisha neutralize maana sasa tu yuko huyu peke yake. Kwa point A tunaassume kwamba ikikaa hivi ina positive 1, then point B ina positive 1 lakini pia ina negative ambazo ni electron 2. Hii sawa sana kusema ina negative 1. Kwa hiyo kama kawaida pia hii ni sana ime-neutralize, then huyu amebaki peke yake as negative 1. Kwa ukiangalia potential difference kati ya point A na point B, point A ina positive 1 wakati tofauti na point B yenye negative 1. Mathematically hapa tunasema ni sawa sawa na negative na negative inakuwa positive, then inakuwa positive 2. Kwa potential difference kati ya point A and point B ikitokea charges zimejiunga katika huu muundo, hiyo tunasema ni positive 2. Kwa maana yake hiyo ndio maana halisi ya idadi au kiwango cha voltage kilichopo kati ya point A na point B. Hiyo ndio tunaita potential difference au voltage. Lakini pia kama nilivyokuonyesha kwamba potential difference kwa maneno mengine inaitwa EMF. What the meaning of it? EMF. Let's write it here. EMF maana yake ni electromotive force. Okay. Force ni nini? Force ni kama msukumo au ni hali ya kuvuta au kusukumwa kwa kitu. Ndio force. Tukisema electromotive basi ni movement motive, yani ni kama movement ya electron. Ni force inayosababisha movement ya electron. I can define like that. Kwamba hii ni force ambayo inasababisha movement ya electron. Sasa tunaweza tukaangalia kwa nini voltage tumeita ni force inayosababisha movement ya electron.
Ni kwa sababu tunasema kwamba kwa mfano tukiwa na substance yetu na maada yetu ambayo ina let me draw it clearly, ambayo ina positive charge na negative charge kadhaa katika hii maada. Ashumu iko hivyo. Then tukachukua hii maada iko neutral, let's say, yani kwamba idadi ya negative charge na positive charge ziko sawa, kiasi cha kwamba ukipima charging level ya huyu jamaa utakuta ni positive. Kwa mfano hapo positive 2 jumlisha na negative 2 automatically ni 0, kwamba nake hii haina charge kwa sababu idadi ya positive na negative zimefanana. Kwa hiyo hii sasa inamaanisha nini? Inamaanisha sasa electromotive force, yani voltage, tumesema ni hali ya utofauti wa potential. Ikitokea huku kuna potential positive nyingi sana kuliko huku kuna negative nyingi sana, kutokea tumeapply hali ya utofauti wa potential kati ya point A na point B ya hii material. Huu tofauti wa potential utasababisha movement, utasababisha kutembea, utasababisha kuvutwa au kusukumwa kwa hizi charges. To be precise kwamba negative zinavutwa na positive charge, manake negative zote zitakuja kukaa upande huu, wakati positive zitavutwa na negative charge, kwa positive zote zitakuja kukaa upande huu. And then at this area here patabaki kukiwa hakuna charge kabisa. Kwa hapa katikati hapa patabaki hakuna charge, kwamba negative zimevutwa huku na positive zimevutwa huku, zeni hapo kuna charge. Ndio maana tukaita electromotive force, which means kwamba force ambayo inasababisha movement ya electron. Okay, sasa kuna kitu hapo utaweza ukajiuliza mara 2 au mara 3 kwamba sasa tulisema kwamba kwenye maada positive charge huwa zinatembea, ila negative charge peke yake ndio huwa zinatembea. Leo imekuaje kwamba positive charge ndio zinatembea na zenyewe na negative charge zinatembea, wakati tumesema kwamba positive charge zenyewe zipo kwenye nuclear, wakati negative charge zipo kwenye shells, I mean zile miduara ya pembeni ya mada. Imekuwaje na zenyewe zimeweza kufanya movement? Sasa iko hivi, kikawaida katika umeme kinachotembea ni electron peke yake. Sawa? Kinachotembea ni electron peke yake. Let me take space here tumaeleze vizuri. Kinachotembea ni electron peke yake. Lakini electron inapofanya movement kikawaida inafanya ile charge ya positive ionekane na yenyewe ina move pindi tu electron itakapokuwa inafanya movement. Sasa let me nikuonyeshe. Tuassume hii ni mada fulani ina ka positive charge kamoja hapa, positive charge moja, alafu ina negative charge kadhaa. Negative charge maana yake naongelea ina electrons, tutaona natumia hii alama. Sasa tukisema positive kwenye watu wa umeme tutakuwa tunamaanisha kwamba ukosefu wa electron, kwa sababu electron inafanya movement. Sawa? Proton haifanye movement. Na ili kitu kiwe neutral, maana yake idadi ya positive na negative at the area zinatakiwa ziwe sawa. Ikitokea sio sawa, maana yake hapo kuna ukosefu wa negative. Sasa ukiapply hii positive charge hapa na negative charge hapa, positive yenyewe itakachokifanya ni kuvuta hizi electron. Sasa hii electron ikivutwa ikaja katika hii eneo hapa, itakachotokea ni kwamba ili eneo
hapa itakuwa sio positive tena kwa sababu electron imemove, lakini hapa kwa sababu electron imeondoka itaacha positive nyingi kuliko electron jinsi ilivyokuwepo before. Kwa changes zitatokea kiasi kusema kwamba hapa kuna electron imekuja wakati hapa electron imeacha positive nyingi kuliko ilivyokuwepo before. Imeacha kama gap ya kwa electron nyingine kuingia. Then similarly huyu electron wa hapa move kuja katika position ambayo itasababisha ku reflect kwamba electron yamemove kutoka katika hii position kuja kwenye position hii. Electron ametoka hapa kuja hapa wakati ameacha positive charge akija huko. Kwa sababu ukiangalia kwa makini unakugundua kwamba wakati movement ya electron ikiwa ina move kuelekea katika direction hii, ina reflect au inaonesha kwamba negative positive charge yenyewe inaonekana kama inaenda ina move in opposite direction, though hakuna kitu tumesema kilikuwa kinaivuta hii. Let's say haipo for this time. Let's say haipo hii. Haipo. Lakini vile kitendo cha huyu tu kuvuta electron na positive charge zinavutwa. Kwa similarly tena na huyu akivutwa atakuwepo hapa electron wakati positive charge itakuwa imefika hapa sasa. Similarly the same process inakuwa inaendelea. Kwa hiyo kumbe movement ya electron in one direction ina reflect movement ya positive charge in opposite direction. Kwa hiyo kumbe sometimes tunaweza tukawa tunaongelea movement ya positive, lakini kiuhalisia tunakuwa tunaizungumzia ile movement ya negative charge. Hakuna positive charge ambazo ziko free to kufanya movement. Kwa kinacho move ni electrons ambazo ni negative charge particles. Wakati zikiwa zinafanya movement basi positive charge particle zinakuwa zinaonekana kama vile na zenyewe zinafanya movement, lakini it's just a reflection too, it's not reality. Okay, tulikuwa tunadiscuss kuhusiana na vitu vitatu huko. Upande wa chini hapa tulikuwa tunadiscuss kuhusiana na voltage, tulikuwa tunadiscuss kuhusiana na potential difference na EMF. Sasa tulisema na current. Of course a little bit in my explanation hapa nimeongelea pia current kwamba movement ya electron ndio current yenyewe. Yaani kwamba current ni nini? Current is just a movement of charged particles. Hii is just the movement of charged particles. Tunaita current, ambao which charge zina move ni electrons. Na ina move kwa sababu gani? Kwa sababu ya uwepo wa voltage. Kwa hapo tunaweza tukaona relation kati ya voltage na current. Kwamba kunapokuwepo kuna potential difference au voltage, basi inasababisha kuvutwa kwa electron ambazo zipo kwenye material ambayo iko subjected kwenye hiyo potential difference. Kwa hiyo voltage inapokuwepo ina result movement of electron ambayo tunaita movement of current. Kwa hiyo inamaanisha nini? Kumbe inamaanisha kwamba voltage is directly proportional to the current. Sorry, to be specific, tukisema current, symbol yake, alama ya kurepresent current ni I, wakati voltage, alama ya kurepresent voltage ni P. Kwa nikiandika voltage is direct proportional, hii alama inamaanisha direct proportional with I, inamaanisha kwamba vinaenda sambamba.
maana ya direct proportional, maana hivi vitu vinaenda sambamba. Yani as voltage ikiongezeka na current itaongezeka, kwa sababu nguvu ya kuvutwa kwa charge ikiongezeka, basi hiyo mvuto wa charge pia utaongezeka, kwa sababu tumesema current ndio kile kitendo cha charge kufanya movement. Kwa nguvu ya kuvuta ikiongezeka na charge pia itaongezeka. Sasa hii kitu alikigundua bwana mmoja anaitwa Ohms. Na hii hapa inaitwa Ohms law. Kama ushakusikia kitu kinaitwa Ohms law. Ohms tu alikuwa anaelezea kwamba whenever kuna potential difference iko applied, basi current itakuwa direct proportional to that potential. Kama voltage ikiongezeka na current itaongezeka. Kama voltage itapungua, basi na idadi ya current itapungua. Sasa ikitokea kuna hiki kitu kinakuwa proportionality mathematically, watu wa hesabu wanasemaga kuna baadhi ya factor, baadhi ya vitu ambavyo sio electron sio nini vinaweza vikasababisha hii kitu kutokuwa na usawa wa moja kwa moja. Yani kwamba inawezekana voltage ikiongezeka mara 2 ndio current inaongezeka mara 1. Kimsingi ikiongezeka na itaongezeka, lakini je, huyu akiongezeka labda step 10, huyu anaenda step ngapi? Anaenda step labda 10 kama huyu. Basi sawa. Kama huyu akiongezeka 10 na wewe unaenda 10, basi hakuna factor ambayo ina affect. Lakini kama huyu anaongezeka step 10, alafu huyu anaongezeka step 2, maana kuna utofauti wa hizi step. Kwa kuna kitu ambacho kinasababisha hii movement japokuwa iko directly proportional, lakini isiwe sawa sawa. Yani sio sawa, ni directly proportional. Kisema directly proportional tofauti na kitu kusema sawa. Ni directly proportional kwamba ikiongezeka inaongezeka, lakini sio lazima ziongezeke kwa ratings ambayo zinafanana. Sasa mathematically kurepresent hii direct proportional kwamba kuna kitu kina affect, tunaondoa hii alama ya proportionality with equal sign, lakini tukiadd na ile factor ambayo ina affect hii process. Kwa tunasema kwamba V au voltage is equal to factor fulani, ambayo factor inakuwa mara nyingi inakuwa ni constant, haibadiliki yenyewe. Ukizidisha na hiyo current. Where tunasema kwamba K is constant of proportionality. Constant of proportionality. K ni constant of proportionality. Sasa tunajaribu kujifunza kwamba hii factor inasababisha hii kubadilika kwa voltage na current kusiwe sawa exactly ni nini? Sasa experiment ya bwana Ohms ilikuja kugundua hiki kitu akakiita resistance. Kwa kumbe voltage ni sawa na resistance ukizidisha na current. Okay, resistance ukizidisha na current tunapata voltage. Hii equation hii ndio equation ya Ohms law. Sikia Ohms law equation, basi ndio hii Ohms law alikuja kusema kwamba voltage na current haziko sawa kwa sababu ya factor fulani ambayo ni resistance. Sasa resistance ni nini? Tukile kitu cha tatu sasa katika vile vitu vyetu vitatu tunakuja kuvizungumzia na tumekuja kuyaona kabisa mahusiano yake ya moja kwa moja ya this very stuff here. Tumeongelea voltage, tumeongelea current, tumeongelea resistance, and kabisa katika discussion yetu umeona mahusiano kati ya vitu vitatu kwamba hii na hii ni vitu, hiki ni nguvu inasababisha hii kufanya movement. Hii ni nguvu inayosababisha movement ya hichi kitu. Na hii ni movement ya electrons au movement ya charge. Hii ni nguvu inayosababisha hiyo movement ya charge. Wakati resistance
kama jina lake lilivyo, resistance kwa Kiswahili, kwa Kiingereza tunaita upinzani. Upinzani kwa Kiswahili. Hii sasa ni kile kitu ambacho kinasababisha upinzani ili hii nguvu isisukume sawa sawa na mwendo wa hii. Yaani tumesema kwamba hii nguvu inasababisha hii move, lakini sasa inawezekana isiwe sawa moja kwa moja. Sasa huo ukinzani unaotokea hapo ndo tunaita resistance. Kwa resistance ni upinzani. Upinzani. Resistance. Let me talk about resistance a little bit. Resistance. Okay. Resistance ni upinzani. Upinzani huu tunaweza tuuelezeaje labda? Tuelezee kama kwamba tuseme kuna maji, kuna bomba la maji. Then tuna maji yako kwenye tanki huko juu. Ile tanki sasa ndio inaleta maji kwenye bomba. Hiki kitendo cha maji kuwa juu kidogo kwenye height fulani, basi ya maji yatakuwa yamepossess energy, potential energy due to height. Kwa hiyo yatakuwa yana energy, yana nguvu. Ili tanki kuwekwa juu, maana yake limepata energy ya kusababisha kuweza kuyasukuma ya maji kuja chini. Yaani maana yake ili tanki lina voltage kama maana nyingine. Haya maji ashundo current sasa. Maji ndio current, kiasi cha kwamba maji haya yamesukumwa na uwepo wa ile tanki kwa juu, uwepo wa voltage au potential energy, ambapo maji yatamove. Hayo maji sasa ashundo current sasa. Sasa hapa katikati ya bomba tuna kitu kinaitwa koki. Leo tuna kitu kinaitwa koki, ambayo koki inaweza ikafunga au ikafungua ile bomba. Hii koki ndio issue kama ndio resistance sasa. Hii koki ndio resistance, kiasi cha kwamba ikifunga maji yatapita kwa shida kama imejafunga kabisa, au ikifunga kabisa basi maji yatapita kabisa. Lakini ikifunga kidogo maji yatapita kidogo. Sasa hapa ndo kidogo kwa mbali tunaanza kuitafuta electronics from the electric. How? Kwa sababu sasa tumeona kwamba kikawaida katika electrical ikitokea tu kuna electroni, afu electroni zikapata potential au voltage, nguvu ya msukumo, electroni zinaenda tu zinapotakiwa kuenda. Lakini tukiona kifaa kama kinaitwa resistance, sawa kunaweza kukaa kuna msukumo wa electroni, lakini sisi tukaweza kucontrol ni kwa kiasi gani hizi electrons ziende kulingana na zinasukumwa kwa nguvu, ndio, lakini sisi tunafunga ili bomba, tunaweka resistance kwa maanisha kwamba hizi electrons zisimove kama zinavyoweza kumove. Kwa kuna kaugumu fulani. Ndipo ambapo sasa kwenye circuit tukiwa tuna battery as potential energy source, then kwa sababu ya kucontrol kiwango cha current kinachokuja huku, tunaweka kitu kinaitwa resistance. Yes. Kuna resistance, baada ya resistance sasa tunaenda kuweka sasa vifaa vyetu ambavyo vitakuwa protected isiungue labda. Hii ni LED, ni taa ambayo inaweza ikawaka. Lakini hii taa tuligundua kwamba kwa mfano hii betri ingeleta umeme wake moja kwa moja kwenye hii taa, hii umeme ni mkubwa, ungeweza kuiongoza hii taa. Sasa kwa kulijua hilo tukaweka kitu kinaitwa resistance. Sasa hii resistance imetusaidia kutokana na Ohm's law alivyosema V = IR. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba ile formula hii hapa tulidiscuss version ya IR. Kwa hiyo tulisema V = IR. Kwa kiwango kile cha voltage ambacho tunacho, let's say ni 12
na kiwango cha resistance ambacho tutakuwa tumekiweka hapa kinapozidi kuwa kikubwa, kiwango tunakiongeza, tunasababisha kupunguza kiwango cha current ambayo inakuja. Ambacho kiwango cha current kinapozidi kupungua, au obviously kitapita hadi kwenye hii diode itapitiwa na current ndogo enough for it, kwa sababu current itakayopita hapa, current itakuwa sasa na V over R, ambayo kama voltage say 12, tukiweka current resistance ya 10 ohm, na tutaganya kwa 10 ohm tutapata 1.2 amps. Lakini tunaona kwamba tukiweka kwa voltage ile 12, ila tukiweka resistance ya 100 ohm tunapata current ya 0.12 amps. And tukiweka katika resistance ile tukiweka current katika voltage ile, tukiweka current ya resistance ya 100 tunapata current ya 0.012 ampere, approximately equal to 12 milliamps. Tunaona kama kumbe resistance inapoongezeka na current inapungua. Kwa kuweka resistance hapa unasababisha kupunguza kiwango cha current ambacho kinakuja kwenye hii device, ambacho kingeweza kuiongoza hii device. Huyo ndio bwana Ohms alikuwa amediscuss. Sasa in addition, kwa kumalizia hapa, tuongelee kitu kinaitwa power. Power ni measure ya nguvu kiasi gani ya umeme imetumika. Let's say na battery sasa katika masuala ya umeme, tukichora battery kwa tukichora hivi kule symbolize the way battery ilivyo na linavyoonekana hivi. Lakini katika huku kwenye watu wa umeme wanachora battery hivi, akiwa anamaanisha battery ni symbol inamaanisha battery. Kwa hiyo nimechora hivi maana yake ni battery. Huku kwenye akadude karefu ni positive, kwenye kadude kafupi huko kwa nini. From now sitakuwa natumia battery hili tena, nitakuwa natumia symbol ya battery as kuonyesha battery. Kwa mfano hapa nikichora battery, alafu hapa nikaja nikaweka resistor. Because resistor symbol zake ziko mbili, inaweza ikawa hivi au ikawa hivi. Zote hizi resistor. Kwa ukichora hivi au ukichora hivi, all is well, itakuwa na maanisha resistor. Let's say hapa nimeweka battery na resistor, then this battery kando kuna positive charge kutokana na hii kuwa na positive charge hapa na negative charge hapa, na tumeona utofauti wa potential kati ya point hii na point hii ni 12. Basi kwa sababu hii nyaya ni good conductor, let's say ndio vizuri kwa mbele, sababu good conductor maana yake nini, lakini kwa sababu hii ni good conductor, basi potential itakayokuwa kwenye hii nyaya yote itakuwa ni sawa sawa. Kwa potential iliyokuwa hapa ndio iko hapa, lakini potential iliyokuwa huko chini pia ndio iko hapa. Kwa even kwenye hii resistor hapa kuna volti 12. Sawa. Lakini inategemeana sasa na resistance of this resistor ni ngapi. Inategemeana na resistance of this resistor ni ngapi. Let's say the resistance of the resistor it is 100 ohm. Okay. Nitakuja kukuelezea hizi terminologies vizuri
ohms. Nikichora hivi 100 ohm, hii alama inamaanisha ohm. Hii alama ndio ohm. Hiki ni kipimo cha resistance, kama vile ambavyo tukisema labda urefu unapimwa kwa mita ngapi, ndio au jazo maji inapimwa kwa lita. Kwa na resistance inapimwa kwa ohms. Okay. Kwa hiyo tukiwa tuna resistance ya ohm 100 na hapa kuna voltage 12, voltage hii inapimwa kwa volt, ndio unaona hapa ni alama ya V ikana represent volt. Hapo ni kipimo ambacho kinapima voltage. Kwa kutumia hizi nitaona kwamba current ita flow hapa through this session, and the current ambayo itakayokuwa ya flow hapo itakuwa calculated as V over R kutokana na equation ya Ohm's law. Then V is equal to 12 volt and R is 100 ohm. Tunaona kwamba it's about 0.12 ampere. Okay, yes, let me talk about this also. Ampere ni kipimo cha current. Current yenyewe inapimwa kwenye kizio kinaitwa ampere. Current inapimwa kwenye ampere, ambayo sasa tunasema ohms resistance au volt kwenye voltage. Kwa current inapimwa kwenye ampere. Kwa ukikani unapata ampere moja. Sasa measure ya kwamba ni voltage kiasi gani zimeshuka kwenye hii resistor pamoja na current kiasi gani. Ni voltage ni ile nguvu ya msukumo na kilichosukumwa vote kwa pamoja kwenye hii resistor vimepelekea nguvu kiasi gani ya umeme fika kwenye hii resistor. Hiyo measure inaitwa power. Kwa hiyo power inakuwa even as measure of voltage times current. Okay, you can say P is equal to IV. Hilo kipimo cha power, whereby power yenyewe kama power inapimwa kwenye unit inaitwa watts. Kama power inapimwa kwenye unit inaitwa watts. Kwa mfano katika hii system yangu, kwa sababu kulikuwa kuna voltage 12, power yake itakuwa ni voltage 12 times current yake iliyosukumwa na hiyo voltage 12 ni 0.12 amps. Ukizidisha hapa haraka utapata iko kipimo cha power 12 times 0.12 equal to ni 1.44 watts. Kwa kumbe hii resistance hapa imeconsume au imetumia kiwango cha power 1.44 watts. Sawa? Lakini kama tulivyokuwa tumeongezana hapa kidogo mathematically, tunaweza tukamaliza kwa leo kwa kusema kwamba tulikubaliana kwamba power ni sawa na current times voltage. Ndio, hii ni equation moja ya power. The main equation ni kwamba ni measure ya kiwango gani cha voltage na current, yani kiwango cha nguvu ya kusukumwa na kile energy iliyosukumwa au charge iliyosukumwa pamoja inatengeneza power. Lakini kutokana na bwana Ohms kusema kwamba V is equal to I R, kwa kumbe tunaweza tukaingizia hii V hapa
alafu then equation ya power ikabadilika, tukasema power ni sawa na I times V, ambayo V ni I R, ambayo hii itakuja kuresult I square R. Kwa kumbe power pia unaweza ukaipima kwa kuchukua current square times resistance. Hii pia ni equation ya kupima power. Lakini similarly hata current kutoka kwenye hii equation ukimake subject current tunapata ni V over R. Similarly current unaweza kaingizia hapa ukapata kwamba kumbe power pia ni sawa na current ambayo ni V over R times voltage ambayo ndo V, unapata V square over R. Kwa kumbe pia equation nyingine ya power ni sawa na kuchukua V square over R. Okay. Hapa tulipofikia tutaishia hapo, lakini it is basics of electrical ambayo kimsingi itakuja kutupeleka kuona jinsi gani ambavyo electronics inafanya kazi. Kwa leo tuishie hapa kwenye somo letu, tunaanza kwenye vipindi vijavyo.